Na kama kuna kitu kinaumiza mwanaume, ni mwanamke ambaye sio mtii. Inamuumiza sana mwanamke. Ngoja nikuibie siri ya wanaume. Mwanamke, wewe kama ni mjeuri, wewe sio mtii, mume wako akikuangalia, anaangalia kama anaishi na mwanaume lenzake nyumbani. Kama mwanamke kanako tii, kanavutia zaidi. Mwanaume anatafsiri kwamba mke wangu ananipenda pale ambapo mke atakuwa na heshima, utii na adabu. Hiyo ndio tafsiri ya mwanaume ya upendo, tofauti na tafsiri yetu. Tatizo letu ni hili, vile mwanamke anavyotaka. Pesa yako haikufanyi uwe mwanaume. Kusoma kwako hakukufanyi uwe mwanaume. Unabaki kuwa mwanamke, unatakiwa kuishi kikike. Wanaume wanahitaji mwanamke mwenye tabia za kike. Ngoja niwape mfano mdogo. Mmekaa nyumbani, akatokea nyoka. Mwanaume mlioko hapa, nikichukua gongo naanza kupiga nyoka na umekaa pale, unajisikiaje? Una mwanamke jasiri? Eti unajisikiaje mwanaume? Utasema Mungu asante na mwanaume jasiri na mwanamke jasiri. Utajisikia hivyo? Kengele ya hatari inagonga hapa, nina mwanaume lenzangu. Balbu imeungua, unasogeza kiti haraka, unaweka balbu. Mwanaume anasema hapa nimepatikana. Mwanaume anataka mwanamke, wanataka tuwategemee. Ndivyo tulivyoumbwa na Mungu, kwamba wao ndani ya mwanaume kuna utawala ndani yake. Sasa anaishi na mwanamke kwa furaha yule ambaye ametambua kwamba yeye ni mtawala. Tabia ambayo wamama hawataki kulaumiwa. Wasichana wanaendaga kanisani uchi, si ndio? Kwa sababu wamama hawataki kusemwa. Maana wasichana wao wanasema mimama mimbea. Mnatuambiaga hivyo mimama mimbea. Na nyewe hapa mimbea ipo? Hapa kuna mimama mimbea? Ipo haipo? Ibarikiwe hiyo mimama mimbea. Barikiweni kabisa, kazaneni kuwa mimbea. Kwa nini mnatengeneza kina Debora Urio? Ni lazima mkaze. Umevaa nini binti yangu? Hapana. Umetengenezaje nywele kama mataifa? Hapana. Wacha Mungu atufanyie hivyo binti yangu. Atakushukuru siku moja, atakasirika hapo, lakini kuna siku atakushukuru. Sisi ni wasaidizi, tumeumbwa kusaidia. Wanawake wenye akili timamu wakikaa, si wanategemea mpaka shemasi afanye. Wanakaa wanaangalia, ukikaa huku kwa taka kupendeza kuchafu. Hawajatumwa na mtu, wanatengeneza wenyewe. Hao ndio wamama. Nini tena? Nimsaidie mume wangu kuwa na uzao bora. Hiyo ni kazi ya mama. Anabeba miezi 9, ananyonyesha yeye, na wakati huo wote anatengeneza tabia ya mtoto. Tabia ya mtoto inatengenezwa na mama yake. Baba anahitajika sana kwa malezi, lakini mama anahitajika zaidi. Roho ya unabii inaandika katika kutayarisha njia, anasema mtoto mikononi, tabia ya mtoto mikononi mwa mama ni sura, ni kioo cha tabia ya mama. Kabla sija kujua tabia yako, nikiona watoto wako najua. Nikija kanisani kwako nitajua tabia ya wamama wa hilo kanisa kupitia wasichana wadogo na wa mabinti.